Why is it that wasichana wanakuwa tu ni Jesus? My friend, Jesus, I'm very Jesus. pure. Jesus? My God, man, it's one hiyo inakuwa. Oh my God. Alafu shay imagine. Kwani nyinyi mnani na kina nani? But ni kweli. Walai. Mshapata oh my God. It's not about me. Inakuwa so I was imagining is wasichana wa Tanzania. Mungu wangu. Ewe Mola. What's up, Wave Riders? Welcome to the Third Click Podcast. How you guys doing? Let me tell you one thing. When your husband anakuwa parent. Men mna cheat kutushinda. Why do you fear men? We are the K-Click Gang. Shaanza kusmile. Oh, bring it on, darling. Hello, Wave Riders. Welcome to episode 56 of the Third Click Podcast. And today we have our long lost motherfucker. Long lost sheep. Ebu have some respect. Hata huwezi kuwa sheep. Mbona? Heshimu kondoo. You are more than kondoo. Basi mbuzi. Hapana. Zigot. Zidiambo. Tunaweza endelea na introduction. Haya basi. On the other side. Hi guys, hugs and love. Ni Orlando, back again. I missed you. Alpha, nice to be here. Odhiambo Maxwell. Kwani tuko chash. Ora kanisa ukiwa mgeni. Introduce mgeni alafu naambiwa useme jina. Kwa nini umerudi kanisani? Kwanza they scam people. You know what they do? Hey. Wanakuambia kama ni mgeni simama. So like at that point haujui Kenya utakwambia next. No, wanakuambia inua mkono. Nani ajuangi kwa nini kitu anaenda kuambiwa next? No, like okay, you might just imagine that itakuwa tu ni kuinua mkono. And then watakwambia sasa simama. And then now the whole drama continues. But I think when it comes to church, ni vitu zenye we grow with them from childhood. I remember tukiwa watoto ilikuwa usipoenda hiyo kanisa, ndio ukuli lunch. Naona. So ile mimi niligrow nikijua on Sunday unaamka asubuhi naenda church. Otherwise hiyo day haikaliki kwa hiyo nyumba. Mlikuwa mnaambiwa usipenda church ukuli lunch. You will see bad things hiyo siku. Hata uwezi kwa hiyo nyumba bila kwenda church. Nikuulize Max, wewe utataka watoto wako waende hypothetically kama utakuwa na watoto? Tuanze kama atakuwa na bibi. Okay, ama girlfriend. Hypothetically speaking, utataka watoto wako waende Sunday, yani waende kanisa, waende Sunday school hivyo? I think as they grow, at least you show them the way, a place of worship if you can. Then when they turn 18, they'll decide if to continue or not to continue. It's upon them. Sasa wewe mtoto akikuja kani devil is upon them. Okay, ama kwa devil ni shida yake. Bado si devil kwangu. Na nimekuambia kwanza devil wanakuitisha wa kwanza, wanamwambia bring your parents. Sasa nani atakuwa anawapeleka? Wewe ama the mother? The mother. Kwani wewe uendi kanisa? Nitakuwa naenda. Na wewe ni Mcatholic. By the way ulikuanga mtoto misa. Oh God. Hey. I was an altar boy I think from primary up to high school. Mtu anakuona sasa hata hizi imagine. Ulikuanga altar boy. See, but like still I have good mienendos. Mienendo That's what he said. You ni relative. Not relative. Yeah. Like I have good morals. Wish all the best. Tulituambia ukianza show utatuambia your interesting imaginations ama fetishes zenye uko nayo kwa bucket list. Kusema tu kweli. Mimi natamani kufinya bubu. Umemsikia? Zitamani kufinya bubu. Sasa bubu, okay, sawa kufinya bubu. Sasa alafu safe word ni? Safe word ni nini? Mimi niko interested kujua inspiration ya hiyo. Inspiration ni, you see the watu wa kawaida, mademu wa kawaida, there's the way they make those your sounds in mademu wa kawaida aje? Saya kitendo.
wanafanya aje tendo la ndoa. tendo la ndoa. wanafanya aje We umbwa, kwani Si nini, kwani wewe mimi ni najua? gays? Kwani Ni- hujai Na like why is it that wasichana wanakuwaga tu ni Jesus, my friend I'm Jesus, very Jesus. pure Jesus My God, man, it's hiyo inakuwaga. Oh my god. Alafu sha imagine kwani how- nyinyi mnanini na kina nani But ni ukweli. walai Nimeshapata Kwani oh my wewe- god. it's not about me inakuwaga hivyo. So what I was imagining is wasichana wa Tanzania. Ah, Mungu wangu. ewe mola But then, kuna video niliona TikTok. People trying to make those sounds while using Kiswahili. It's so weird. It's so weird. I think English way imecover vitu mingi when it comes to hiyo kitendo la ndoa. Yeah. Imecover vitu mingi sana. In Kiswahili it sounds so Vulgar kwanza. Vulgar. Imagine like vitu zingine tu sasa unasema na Kiswahili. si Like, valga kwani si wanazisema hao nyinyi ndio hamjazoea Kiswahili hamjazoea kama, Kiswahili lakini I'm coming nakuja ama naja but in my next life I'd love to have a Swahili woman full time. Huh? Swahili woman. but Kiswahili siku hizo Wako na kelele. wamemodernize Hapa. kwanza. They're not as Swahili as they used to. Siku hizi what do you mean Swahili as they used to like unajua, I assume that Max anataka ile typical Swahili culture, Exactly. but siku hizi ni hybrid. Hakuna ile pure mjaka fulani na Mswahili nini ama something like that. Wamelose ile Uswahili like Honda hybrid haiko authentic. Very sweet. Tuambie wewe, tuko kwako kwa nini? kwa Kwa fetish. kwa fetish Wamina ni chachi boy ni nini sijaifanya hiyo tuanze hapo Lazima kuna some imagination. kwani we ni mimi Na nimekumbuka kitu but nitakwambia hapo mbele. sijui venye kunini na demwenye nikiwete labda AK47. Na kwani what is wrong with you people na persons with disability? no I don't see them as persons with disability Abled differently. yeah, as in they are These are people born abled with differently. other abilities The next thing utasema ni albino. By the kuna albino niliona mahali amebeba. Fuck, albino. Let me eat my cake Wait, if albino uso ni white. Sasa na kuna malbino nyoja nini ukipata mwenye anapaka tu mafuta vizuri Unadhani ni mzungu? najichunga tu fiti I think for me anaweza sema wepe uko na fetish acha tusikize. This ona is venye Central C alisema he has not fucked an air attendant. So I think inakwaga so interesting, either military, like a military ama wale flight attendants. military person see at least inafaa unaanza na maybe hata sanze na Honda AP Super Metro dem sanze na AP bwana ta AP fulani tu hapo Kilifi. tafuta kanjo nda kwenda military tafuta kanjo bwana Kulikuwa na unaona nje ya posta Mombasa kuna time fulani una used to work to ile hapo kwa Muhindi. There used to be a certain karawa traffic mdem kwa kila asubuhi nikipita kwa lazima nimuone alikuwa amebeba sasa alikuwa anavaa zile nguo zinamshika kabisa so hapo hivyo kwa ukipita asubuhi unapata wazao wanazuba tu hapo sasa amefinya nguo za kazi zinatoa haga Maybe hivyo ndio ziko tayari. kwani apimwi akishonewa hizo nguo By the way, like come to think of it, wanapima ugonjwa. Hata kuna wengine wanaweza kuta like iko so fitting like si watu ufinya tu ni kama vile kuna finya mango ukiwa high Colombo ile outing tu unaipiga hivyo kapasi na hapo chini ya box ni special occasions. old habits never die ndio All habits never die, you grow with them. yeah, old habits. Talking of old habits, Offset Maxwell alikuwa anatueleza this interesting topic ya how we navigate our childhood and how hizi vitu gazi na
build up to childhood traumas childhood trauma. Like before even you go further, what are our experiences zenye tunaweza share an audience, and then we build on. Hey, as we were rich I don't have trauma. Na nimekuambia rich kids hawana trauma. Hey, as we were rich Ama nyinyi Wamesema shida simu- mko grounded, you've been Orlando. grounded. Umesema shida ya simu ni vitu zenye mbona air shida za mtu sasa kwa nini rich kid jamani na kabambe. back then Miezi 5. way back then How long will it take you to replace a phone ikipotea? when the note was Forever. not when the shilling coin was the shilling coin. Yes. So hujai kuwa na trauma? Labda trauma niko nayo ni ya kuchapwa. Hiyo ni trauma. Imeni affect. Unapigwa na mama sahi. Hapana, si Okay, ebu like let's dive into hiyo part yako ya kuchapwa and let's express it. mimi nilikuwa nasumbua. Zinset kama na blame wenye walikuwa wananichapa. But ilinieka hadi nikakuwa ina situation where sipendangi kujiexpress. Naona ni kama Utagongwa. nikijiexpress kwa mtu mbigi inakuwa kind of disrespect. like- Hata kama siwezi kugonga but mtu alikuwa anakuwa na feel ni kama wewe ni mtu huyu air out your views uko na madharau. Okay. Unaget? Si kama siku hizi hata nashtuka watoto wadogo mtu anaweza kukujibu. Anajielezea tu and they're right. Unaona? But sasa mimi na feel ni kama ungekuwa ile time yetu. Yeah. Nilikuwa kuchapita na wewe. Still on your case, hiyo ni kitu tunaita suppression. You ended up una keep your emotions deep. Tunaongelea serious stuff. Mimi hapo. subscribe kwa therapy. So like ebu tell us, at what point did you start feeling that you can air yourself freely without Bado? So you want the naked truth. As in imeni affect the nature yenye, I'd rather withhold kitu ni try it out on my own than ni air out. Okay. So Na do hiyo you- ni kitu do you nimestruggle talk- nayo mpaka do you- sahi. do you talk to your partner like maybe in a What partner? Which partner? Which bwana? partner? No, What no, partner? like, hypothetically, let's say Hey, hata Umesha- hypothesis yangu haina partner. ngoja kuna wakati umekuwa kwa relationship Hapana, mimi sijawahi kuwa kwa relationship. like okay Sijawahi kuwa kwa relationship. You have never. haiwezi kuwa hujai kuwa kwa I relationship. can never Okay fine, let's do say such a thing. okay sawa haujai kuwa kwa relationship. Okay, nimejaribu kwa nini moja mimi. Okay sawa, so I just want one instance, how freely do you feel when uko na kitu enye inakuumiza, painful process, na you want to express it to your partner? Hakuna hiyo nakufa nayo. Yeah. That is sad. I don't like No, si sad. I think it's sad. I think I feel it's better that way. Sasa kula hapa saa hapa but ongea. Hata seta ijaanza. Ampatie nyingine isha. So like I think that is something I think a lot of people can relate to, by the way. Tunachapwagwa, sorry to cut you short, Yeah, no. tunachapwagwa ile design yenye unaambiwa sijui watu wakubwa wakikuwa usiongee mpaka your ideas zinakuwa suppressed in such a way that una feel like hata kama kuna idea fulani si nzuri. Yeah. How did it affect your self esteem? Self esteem yangu. Na mbona Max anabafika? Oje tunakuja kwake sasa hivi. Like I suppose kitu kama hiyo inaweza mess up with your self confidence sana. Kumess up na self confidence yangu sidhani. But kumess up na ile kujiexpress, like kusema what I really want. I'd rather do kenye mtu maybe ananiambia but nijiekee yangu. Okay. Unaget? And what do you feel when people express themselves? Siji, I think hata nini ukiangalia hata story na maandamano si ati kila mtu anaweza enda maandamano, unaget? True. Hiyo pia bado inakuja tu hapo tu. Yeah. Kujiexpress. So like wewe umegrow up with that idea that at all ukiwa na shida ni yangu Yangu. unaiweka
Max, what do you think about that? Sijui kama nimekuambia shida yangu. Nimekuambia shida yangu kweli yako na. No. Nothing detail. Okay, shida za nini si shida. And even before Max a comment, in adulthood, sisi tuna try to... Mimi si adult. Alfu unatuharakisha sana. Aya, pole basi. Unatuharakisha sana. I am sorry. Ongea na an adult like you here. Mwenye anavaa nini? Leave the kids alone. But tutarudi kwake, si ndio? Tutarudi kwake. Wewe tuambie trauma like your childhood trauma, kitu yenye ilikuwa inafanyika. Si lazima ikuwe once, maybe kitu ilikuwa inafanyika continuously. Yenye kidogo you felt like this one is really disturbing me psychologically. Me, I think si serious vile baba. But growing up I knew how to lie. You're a pathological liar. I knew how to lie. We know where the But now talent the is funny coming thing, my mother I was able to see through my lies. So angeniona war. Ndio kupigwa proper. Juu sasa nilikuwa naangalia, nikisema ukweli nitachapwa. Yeah. Nikisema uongo bado nitachapwa. Sasa nikisema ukweli nitapigwa zaidi. So ili niseme uongo, no, by the time ananiinterrogate ananichapa, Maybe atafika kwa ukweli ama maybe. Unacheki. So I grew up knowing either way still you can lie and get away with it. That is it. Hiyo sasa tunasema ni you like adapted kama escape mechanism. Like it is ni your defense mechanism. Sijui unacheka nini. It's a defense mechanism una develop when unajua kiko kwa shida. The easiest way unaweza jitoa ni through and the funny thing atunaambiwa whatever you can get through a lies wesema tu uongo. What do you think? Mbona mnaniuliza mimi sijui mambo ya kudanganya? Whatever you can get through lies. Just allow you do the lie and get away with it. Okay, I think maybe kama affect the other person maybe. How? Yeah, the ends ina justify the means. How? As in kama lie yako si kitu yenye inaweka kwa mtu mwingine kwa shida ama nini, but ina save the situation. Why not? Just lie. Kama example, kuna dem juzi amejam. Juu alijua mimi ni Mjaluo na apendi Wajaluo. mimi nilimwambia mimi ni Mluya. Kwani alijua aje? What's the difference? Alijua juu hiyo date kwa na boys wangu Mjaka. Kuongea Kijaka akasema wewe ni Mjaluo. Waluya si wanajua Kijaluo. To make a matter worse. I thought you were a good liar. Homa Bay. Yeah, Homa Bay are associated with ile night running. Hey. And I was asking, sijasema ni lakini sasa Max akikimbia. Yeah, so we were talking about hiyo aspect ya like defense mechanism ya kudanganya. So toka mdogo all through primary, high school. You just were lying. At times I used to lie. Though Mungu kwa anaona war. Hadi kuna time fulani nilichapwa nikahepa home. Sasa kutoroka home nikaenda kwa kina boys wangu fulani na kina Marcus. Sasa nikamwambia Marcus check nirudishe home kesho asubuhi. Sasa kurudi home nadhani ati nitasamehewa nimerudi the next day. Hapa nilikuwa ni worse. Nilipigwa vita nyingine hadi sasa mimi nikagrow nikijua mtu anafaa kupigwa ndio ashike adabu. Check. So I believe mtu akifanya ujinga lazima agongwe ndio ashike adabu. So that's inakufanya ukue violent ama ni idea? Not set to violent. Like mtoto Mwafrika lazima agongwe kidogo ndio ashike adabu. You see vile watu wa siku hizi hawana adabu ja wagongwi. Take. Okay. Kwa napigwa hadi mguu sijui mguu. Kuna devil nilikuwa napigwa. Ilichukua mguu sijui. Unaona hizi vitu za chuma. Mguu iliingia hapo kibahati mbaya. Sema mguu ambia hiyo mguu nitavunja. Kapigwa na rungu fulani hapo kwa hiyo mguu. Next day weekend na shule ilikuwa na crawl. Kwa tembea vile kaambiwa wewe kichwa chako ni ngumu. So I think nimeacha kupigwa nikiwa
form 2 Mm. ndio nimeacha kupigwa. Yeah, umeacha kupigwa mapema. nilikuwa naambiwa Mbona umepigwa mpaka Wewe wacha bwana. Hii story ni ya kuna time fulani still ningefanya nioshe vyombo, nioshe masizi. Sasa mimi nikaacha kuosha vyombo, nikaenda kucheza mpira Otiende hivyo Lang'ata. Hiyo enzi we used to have ni za ghetto zilikuwa na mateams. Unapata kila mtaa ina mateams za futa. Then hizi mateam azote they used to train at one place Otiende kwa ground fulani. So mimi nikaona leo timu yetu iko na zoezi. Acha nifike zoezi dakika hivi 1 hour alafu nirudi. Si nilikuwa najua if madha narudi niko jioni hapo 6:30. Hizo zoezi maybe from kwanza hapo saa 8 by saa 10:30 hapo 5 nimerudi. Vyombo mbio alafu nishughulike. So apparently hiyo day mama alirudi mapema. Mama yupi? Tunaongelea mama yupi? Mama yangu. Unasema mama yake alirudi mapema? Sasa mimi nafika kijani place niliacha vyombo napata zimeoshwa. hiyo inakuanga design fulani yeye. Hauna kitu unaweza jiridimu nayo. Pata vyombo zimeoshwa na masisi pia washaoshwa. Sasa ulidanganya. Sasa si mimi nimekaa nashanga kasikia Oseduogo. Rudi mali umetoka. Doka miae. Dogithi tugo mpira. Enda kule kwa mpira huko. Basi kabidi ngoje mzae akam tuingie na yeye. Sasa nimekatwa hapo nje. Nimepata savior. Sasa nimekaa hapo bado ni saa 1 saa 2 mzae afika. Hapo 8:30 mzae kaingia. Kaingia na yeye. Kuingia tu hivi. Mzae pia ananitetei jamaa. Akutetei. Sasa aliingia hivi ikiwa amekaa ameshika remote ya TV. Kasero wewe ni wewe sasa umepigwa. Kulwa bare. Kaambiwa enda uoge urudi hapa. Wewe na nisimliteseka. Sasa ndo kwa maji baridi. Unafanya hujapigwa? Ndio sasa ghetto. Not that much. Sasa ghetto kama unataka kushawa unaambiwangwa ile maji kwa nyumba utumii, ndio chote maji yako. Chukua hii 5 bob enda kwa maji. Mliona mtunga nikilia. Nimeendea maji mtungi 2 nimerudi nimeweka hapa. Au kuchemshi baridi hivyo. Unaogea. Na Nairobi noma kama maji baridi. Enda kwa bafu ya kuna laini. Sasa nimengoja. To interrupt, do you think social economic in affect maybe the size of the traumas that somebody will go through? No. You don't think so? You don't imagine somebody in a better social economic setup aizi ambao akachote maji kwa mtungi for instance maybe. But sasa si wako na vitu zenye wao wanaona ni kama ni ngumu. It's all about your perception tu ya hiyo kenye unapewa, the activity kenye iko mbele yako. Because for him ni hiyo mtungi. For mtu mwenye ako kwa better situation atafeel ni kama time out fulani. Time out ni mateso. Unaona? Unaniambia hebu ndo usimame pale kwa corner for like 5 minutes. Anaona hiyo ni jela. Anaambiwanga utumii simu leo. Ananyang'anywa simu. So I feel ni kama no, you're not fair. For me bana, viboko zilikuwa zinaekwa hivi. Nyumba yote imestashiwa na viboko. Na mimi si walaumu. Kuoga nikachapwa sasa vizuri. Yaani ile ilikuwa ya kukupeleka tu kujisafisha. You bring the vessel. If I remember my entire childhood, I think nilishapa like once. By your dad or mom? I'll say my paternal guardian. Your dad? I won't call him dad. I'll say paternal guardian. Oh. Yeah. Na ilikuwa tu sijui ilikuwa nimepoteza hizi DVD. Nilipeana compact disc kama DVD yenyewe. Sorry. By then kulikuwa na hizi VCD na DVD, zile CD. So kuna venye ilikuwa we used to share. Nisa kama kuna movie fulani yule hana, so like we could switch. So mimi nilichukua one of his favorite movies ni Kalenda. And then sijui kaende kavunjika. That is the only time that I was punished through caning.
Was it Thara ama ilikuwa Ni ile ilikuwa tunachapa hapo. Wow, you suffered. Hey. The only time nilipigwa hivyo nikiwa primary. Hiyo nimesamehewa maze. The only time nilipigwa tu mguu. Bwana sifie. Ile unapigwa mguu. Tayari nikiwa primary nilikojoa kwa fence ya shule. Hey, Max. Nikorola kurifa ikamalekwa sana. Labda can you kneel down? Remove your shoes. Kapigwa miguu nilikojoa kwa fence. Hey. But maybe my biggest nini inaitwa trauma as a young person ilikuwa ni isolation. Sasa that is why I in my adult relation ni flip hivi mtaelewa rahisi. I tend to be a sole person most of the time and I really find comfort nikiwa peke yangu. Juu nikiwa mdogo I was brought up in a family setup whereby I only had sisters. Sikuwa na brother. So sikuwa na ile outings za kucheza nje. Silikuwa ni ile unakaa ndani, una watch cartoon. You rarely go out. And then umekaa kwa room yako and then sasa singeweza kucheza with my sisters. So it was just me alone. Watching ama kusoma ama doing any other thing. Hiyo ni paradise. Wacha nikwambie mimi sisi tulikuanga na sola fulani. Nilipata kiawa. Tulikuanga na sola fulani. Nakumbuka sana tulikuwa na sola. Sola ni? Solar panels, yeah. So baada kukuwa na electricity and stuff. Sasa kitu ni bro. Wetu. Tulikuwa na electricity bado. Ukiwatch TV daytime. My friend. Wewe jua mali unatoa power ya watu kuwatch news usiku. Na itajulikana cause unajua jua ikiwaka unaweza watch power itacharge lakini sasa mimi ni mtoi Cartoon Network imeshika. Wewe unajua cartoons tumegrow nazo za saa 10 the beat sijui nini Pop Girls. Wewe watch hadi Super Strikers. Super Strikers, yeah. So ukiwatch usiku soap hakuna kuwatch soap. Na kama hakuna kuwatch soap ndugu yangu itabidi watu waone ukipigwa uo. Unajua Kibera stima zilikuwa ni cheap. Sasa sisi Kibera stima ilikuwa ni 2 so 3 so. Sasa ukienda mtaa unapatanga kuna mawaya mpira tu hivyo kifani tu. Sasa shida ni hizo waya awande kuwe na moto. Inachoma. Plot ni miti na mabati. Ni miti na mabati. Zile matope zimekauka. Sasa zinashika moto proper. Sasa I remember the first time tukika steam I was very excited. Uja matoka sima anaitwa Esau came kafanya hivyo wiring. Unamkumbuka mpaka jina. I remember names. I'm so good with names. Yeah. Except my girlfriends wako. Ding dau. Sasa Esau came akatuwekea stima. That day I was very excited. Bili ilikuwa ni punch. Hiyo wiring yote na nini yote. Kila kitu ilikuwa ni 500. Labda Kibera maisha ni cheap. Sasa ni haiko safe. Unacheki. Stima ziko. Sasa kwa na fault kidogo tu hivi. Napatanga plot mzima imewaka. So your time tukakewa stima. I remember your day hata I slept for late. Tulikuwa na stima. Tulikuwa na TV. Atulinua TV baadaye. Ile TV fulani kadogo ile ka 14 inch ya Acma. There's a brand called Acma. Acma, Sony, those are like Acma. Sony ilikuwa Panasonic. Ilikuwa Panasonic. No, Sony was in Panasonic tofauti na Sony. But Sony haikuwa ni hivyo kitambo. It was in existence, yes. I knew hiyo Acma kulikuwa na zona LG nini basi hiyo time tulibuy hiyo Acma kadogo yenye sable TV imebaiwa sasa ile sa kuset aerial hapo bado ndio time pekee mtu anaweza panda mabati na usipigwe. Sasa hakuna cram wakika TV unaangalia imeangalia wapi unaangalia juu ya TV ni hapo, so you had to change. You change you mambo alfa
You have to change the channel. Ukiweka KBC unaenda una change. Okay, kasi kuna tuseme- place ilikuwa inashika kuliko But I ingine. suppose ukiweka place moja itashika channel zote. hapana no tuseme ni system of a paradise weka Citizen una juu pia isiposhika vizuri kuna mchele ama itakuwa na maline you want some clear something clear so unaweka alafu unaangalia hapo sawa hapo imeangalia wapi sawa inaangalia juu ni Citizen inaangalia juu. Just press record. kukinyesha ndio ilikuwa inabamba. Sawa. Aya, let's proceed. You okay? Okay. Wenyewe na tunakutoa kazi. No, we are continuing. Yeah, it turns out. Hey. Aya, let's proceed. Kitu ngine to like interject. Rudia school fees. Unaona, sorry. Hiyo time ulikuwa ukiweka unaona hiyo kitu iko clear, kama ni music video kama ni movie ulikuwa unaona iko clear, si ndio? Sasa hiyo ukienda kuwatch the same content unaona like it is of the poorest quality. Improvements za graphics. Hiyo time like hiyo ndio ilikuwa ina si tulikuwa na Great Wall. Tulikuwa na Great Wall. ile black before to know TV. Na iko na matako big. Ndugu yangu, unajua Great Wall? Unajua Great Wall? Unajua Great Wall? Unajua Great Wall? Hii TV yenye iko na matako big like alafu But I think all TVs haina zilikuwa remote. hivyo. Haina remote. Hiyo inakoka box hivi. Box na tuning yake ni ile tap. Kitambo. Kwani mimi ni walini? But then, so unaona hizo vitu za our past traumas it reflects up to our day-to-day activities. Like I was reading on Twitter mtu alikuwa anasema like tuseme you go to tuseme uko na dem then remember dem history ya kwao hakuna any of the sister ama bros ashaioa. So do you think ni hata wao wa kwanza? I think naweza weka like probability yeye kuoa ziko low but kuna chances pia anaweza break the curse. True, like unaona on the same unakuta in a family 2 ama 3 girls brought up by a single mother, unaona and then the firstborn akuna amezaa tu akasonga, secondborn pia, so chances are very high that the thirdborn pia will not get in maybe a marriage setup, but then again inategemea na probability. There are people who always break. Unakuta in a family this is the first person who went to college ama this is the first person who did something, so it's not cast on stone. There are changes which can happen in my opinion. But kubreak hiyo ya nini? Kubreak hiyo single mother ni ngumu juu. Wanaonanga ni kama my mother did it. Si nini mwanaume hizi niambia kitu. Naona for single mother I think with the right mentorship the lady anaweza break hizo vitu zote. Ina depend na the way the mom na Wanasema the right mentorship. The right mentorship. But ukiamua ubase your argument on unajua you will go to that trajectory. Unaona? But kupata tu mtu mzuri anakuguide, I think you can break your curse. Single mother ni wengi. Basically I think huwa ni kama like kama mamako ni single mother. If she can just come to terms na open up how maybe she's struggling kuwa raise nyinyi without a partner. But do they mostly our opening hapo anasemanga like I can do it. Okay, let me say this. Mimi na feel our parents nseme people who are probably in their early 50s mid 50s single parent wa hiyo time hawakuwa iti wamechoose tu venye sahii people just unaona either parent amedai ama msee amejitoa tu amepotea hataki kutake responsibility. Kuchita iko inaleta hiyo. Kuchita ilikuwa inaleta vita kidogo but watu wanakaa. So unaona the reason for the singleness itself ni factor. So mama kama yule hakuwa na shida na ndoa, so the installment yenye atafanywa kwa watoto wake ni jaribuni maybe you get into marriage setups. Unlike our generation sasa sisi most of our females it's a choice. Mimi this is what I choose. Si kwamba inaweza kuwa hata the man ako willing to take part in that child's life but
situations mingi maybe dem anataka kuwa na photoshoot ya belly bump. Maybe dem anataka kuwa na photoshoot ya belly bump. Si anakuwa tu single mother cause amefantasize hata mimi nataka kupiga hizo photoshoot za belly bump. Na maybe mwenye ako naye the guy bado hayuko kwa hiyo headspace ya family setup. Unaweza kulipia wewe ukapigwa lakini usipigwe. I think ulikuwa unasema like kwenda kupiga na hiyo si ni poa wewe na ni nini unataka kwenda kupiga picha ukikiss tumbo. Hiyo ni kitu poa. Human growing inside her mwenye atakuja kukusumbua nini. Memories hiyo ni poa. Belly bump kupiga picha na dem I support. The only thing na feel men should not do ni attend ni baby shower. Unaenda kufanya nini kwa baby shower? Attend baby shower. Wakienda baby shower una collect au mabwana zao na boyfriends zao mnaenda nini? A baby shower ni event ya madem. Branch. Is no reason why maana ende baby shower. Lakini wewe na kama iko kwako baby shower ukienda shoot tu unakuta tu kuna jamaa. Wewe baby shower imekupea pesa. Mwenye ukuanga hapo ni bwana ya umse. Na anafaa kuwe hapo. Kama unataka kujua gender mtoto wako, mimi gender mtoto nitajua kizaliwa. Kuna difference gender reveal na baby shower? Ode mshamba. Baby shower ni gani? Gender reveal. Kuna gender reveal na baby shower. Na both zote ati both zinakuwa celebrated nini? Different times kwani? Gender reveal ka baby shower na gender reveal. It depends with the finances. How heavy is the pocket? Do you remember when the West do it, ukiona how the Western culture, baby shower wengine hata wanafanya after mtoto amezaliwa. Okay. Baby shower after? Yeah. There. Sasa sio. Sasa nanapiga. Unifela. Yeah. Atafunguliwa tu. Kuna watu wenye wanafanyaga baby shower after. It's like ushering in the baby. So friends of the mother comes, gifts, nini. Sasa mtoto si ashakuja. Kusema tu kweli, what I've realized, anything to do with relationship, women, imekushinda. Familia. You raise your hands. Okay, so I'm not raising my hand. I'm saying that it requires marni. At times hata si ati hauna pesa. At times maybe a pesa uko nayo is only enough for your survival. Yeah. Haiko enough for an extra person. See, at times amdemanza kuomba do umwambia una si ati hauna. Nijudo uko nayo ni yako tu peke yako. Yeah. Unaona? When is stingy? Si ati mimi ni stingy. Mimi sina pesa ya kupatia wewe. But maybe tu wiki niko na ka 1k. Hiyo 1k nimebudgetia at least ni push through until nipate kigigi kingine. Wewe ulisha confess. So, life without girls iko na pesa. So ukiniambia nikupatie ganji umenitoa kwa hesabu yenyewe mimi sikuwa nimeplania. So nitakwambia sina. And then I think we need to really understand that ukiniomba 2000 nikwambie sina, it doesn't mean that sina pesa. Exactly. Si ati sina pesa. Mimi sina pesa ya kukupatia. You need to umeniomba 2k, si ndio? And then umeniona tena niko kwa restaurant fulani na that it was budgeted for before you requested for the money, and that is why I don't have that money in the first place. Juu pesa ilikuwa like tukue tu honest. Tukisema tunaenda kupea kila mtu atatuomba pesa. You won't survive. You won't survive. So nisisikiange vibaya. Mimi naweza sikia vibaya. Naweza sikia vibaya ati nakuomba pesa. Alafu unaninyima alafu unaenda kwa literally. You see, if I'm living alone, but by the way ni eye opener cause mimi na ningefeel vibaya. Kuna vile nimejipanga. Yeah. Do I know nikiwa na hii ka 5k juu niko solo hii mwezi niko sorted. Yeah. I have shopping, you know. Niko na unga, niko na nini. Hii 5k it can take me through until nipate another gig. Unaona? Yeah. So ukiniambia nijenge hata kama nipanje kwambia mimi sina do na uone mali nikikula kuku, si ati hauna. Si ati sina pesa like a pesa niko nayo ni yangu ya matumizi. Basa hii extra kupendo sina. But if I have extra nitakupea. Exactly. Surplus. You only if I have the surplus. Nitakupatia. Na mimi siku hizi niko very categorical. Ukiniomba naambia unfortunately because I think nimeandika kama nini. Template.
Unfortunately, I'm not able to come through for you at this time. If at all I'll be able to, I'll look into it. Yani, you just be very honest. Kwamba mimi sahi kusema kweli, I acknowledge that tuko na changamoto napitia, lakini sina uwezo wa kukusaidia kwa sasa. And people should take it positively. Usiweze kunikasirikia juu kusema kweli, wewe hujui alianza. Exactly. Ujui my position at that moment. Si alpha sijui nini, uwezi kosa tao mbili, ni sawa. Siwezi kosa tao mbili, but who told you that ilikuwa ni yako uje uombe? Watu tu wakuwe tu practical. Mimi ni freelancer. I have no stable income anywhere. So, nikiwa na do fulani, seme saizi nifanye kajob na wewe. Yeah. Nipate ka 10k. Ido inafanya pigana hata kama nikashope. Na nijipange until nipate the next evil gig. Max, nani alikomba pesa? Tulia nyamaza motherfucker. Hebu tag tu. Nani aliomba Max pesa? Until nipate the next gig. Unacheki? So whatever I have, nimei plan for my sustainability until nipate kitu kingine kufanya. So nikikwambia sina ganji, don't feel ati okay, naweza kuwa stingy, yes, as you may put it. Sawa. Mwenye alikomba pesa ndio mniambie. Kitu niliona mahali kuna mtu alisema TikTok and people were agreeing with him. Ati madam, nikikwambia hatuna pesa, si ati sina pesa. Mimi sina pesa kukupatia. Yeah. But mimi kuna pesa yangu ya matumizi. Alafu, so usijam. Another thing Maxini, kuna mimi in my na kuaga na hii kitu ya credit worthiness. Sawa? Unaniomba pesa, we've never transacted. Hatujawahi kupeshana before. Sawa? Umekuja kwangu unataka 5k. Amekuja sana. Hata anaanza na punch. You understand? Like, you end up losing friends, to be honest. We've lost friends juu ya 1,000, 2,000. Kuna msanii nipanga 250 akaniblock. Akakublock kabisa. 250 akanikula block. Tuchwani peke yake. You can imagine. So mimi saa zingine gani naangalia, unajua kuna watu mtu anaweza text alpha vipi, hebu nisaidie na this amount, but unajua huyu najua atanipea. Akisema kesho, wale mtu atanipea hii pesa kesho. You might even go to some money you've set aside. Umchunie juu unajua. Lakini mtu mwenye you've never transacted with, wewe mwenyewe hujaenda kwake. Unajua, let us also normalize the fact that si kwamba wewe tu unafaa kuje kwangu each and every time. Am I able to come to you? Ama wewe inakuaga tu ni like, hey, bazini ukole. Saidie thao. Now that you're talking about it, man. Saidie thao, man. Akupa 2,000. Saidie thao, ndugu yangu. Nairobi. Ikuwe mutual, like ikuwe tu kitu mutual. Si kwamba ni wewe tu kila wakati, and then wewe hata wakati yenye uko tu fit. Unajua kuna ile uko tunaweza kwa tu fit. Unaambia Alpha, mazebu leo kuja place fulani, something happening. Come. You feel like yenyewe this is my friend. Wewe tu ni ile wakati tu Alpha mazee nisaidie na 500. Alpha says saa zingine it's although mtu alisema nikikupatia do unilipe on time. Hapana. First umekujia punch, ukaniambia nakupea Friday, umenipatia Friday. Anaongeza limit. Tena umekujia sawa. Nakupatia Tuesday, umenipatia Tuesday. Tena umekujia hata utatu, ukalipa on time. Hapana. Unaniwekea mtego, si ndio? The culture ya kuzungushana na kudayana, it's so common. Enye kuna watu wenye wanakopaga tu do wakijua perfectly well that they don't intend to return that money. I think the easiest way to lose a friend or friendship is through money. I appreciate the friends niko nao. Mtu kama Elton. Elton ni msako na job. Unacheki? Mimi sina job. Unaona? Mimi nazunguka hapa na pale. So Elton sasa kama saa hizi mwisho wa mwezi najua ubweza kona do. Ambe cheki sikumia 2,000. Atanitumia 2,000. Itakuja. Then kishafika tarehe 18 hapo si hao manza kusota. Namrudishia. Ni kama ilikuwa ni saving plan na wewe. Sasa mimi nitaka do hizi matime najua yeye akona do atanipatia. So me I do that with my friends who are employed out to 8 to 5. Just sasa wako na ganji. Unacheki hizi matare 1, matare 2, matare 3. Mbona unitafutangi bwana?
hata una pesa kununua simu. Serious. Sasa hiyo maneno ya simu na Hizo ni nini unaanza kusema hapa unea? Niko na swali. Orlando, how long will it take you to replace a simu ukiibiwa simu? Ni God. Bana. Ni God. wachana na mambo ya nini, wachana na mambo ya Wezi air vitu kaa hizo. Hizo vitu za hizo ni dati linen unaweka aje hapa kwa nini? so like as we progress tukirewind back to that core topic Gani yenye hukuteseka? Ati alikuwa Mtu unaishi aje ati umechapwa once kwa maisha yako? anajifungia ana watch TV. Oh wow. sasa ngoja unajua sipendagi culture kwamba kila mtu akija kwa media eti niliteseka sijui lesa zingine inakaa fabricated and then I don't know why society wanakoga tu na some form of dislike kama hatred ama bias towards people who never had it so rough. There's nothing wrong with not Yeah, you must have it rough. Kijana, I'm talking about life. Everybody are having it rough up to now. Rough has been my portion, my friend. Having it rough hadi saa hii. Yenye mwenye ananifanyia hivyo nyumbani, you're overworking, my friend, you're overworking. Sema ende midterm. Ende midterm. Aishi. Ametuma kutesa. like how do we reconcile, are we aware unaweza kaa chini hivi na useme enyewe hii na behave hivi sababu ya zile shida zenye nilipitia utotoni ama my relationships zinaendaga this way because of the traits. I disagree. Like can you create that awareness by the sometime ukifanya self reflection unaweza realize by the way my behavioral pattern iko hivi sababu ya environment ya home. Unaona, waje na wapate example mzuri. Mtu mwenye amelelewa kwa scarcity, by scarcity I mean most of us actually went through that aspect yenye you're not guaranteed kama utapata be it food, nguo, nini, yani ilikuwa ni struggle. As an adult unakuta hawa watu wanakuwa na scarcity mentality. Mtu like ako tu na hii wasiwasi, hata kama tu ako tu na solid job yenye nampea tu do vizuri, lakini bado tu hiyo scarcity mentality haitoki. Mtu wenyewe anaona tu hata kuspend tu 5k on himself ama herself. Hiyo imeenda sana. You understand? These things really affect people. Nani Orlando hivyo? So that is one perfect example enye unakuta some of the maybe trauma enye, and then sasa kuna wale watu enye the inverse ulilelewa in so much surplus that you don't relate wakati kuna scarcity na uoni mbele. Kuona mbele aje? So you don't relate as in hata kama uko na nini ujipangi. Yani the example ni sina do sawa, lakini bado nataka ni afford something enye siezi afford at that particular time. Since mimi all my upbringing nimezoea nikitaka kitu napata. Most of our watu wanaenda kuwa na madebt. Yeah. You end up being buried in debt. Ama unaenda una stagnate because for one mtu una earn maybe 50 but unaenda unachukua nyumba ya 35k. Is that possible really? Yeah, because unataka kuishi kwa good neighborhood, like you had it. Yeah, unaona? Hiyo sababu na yezi ingia. But ukiwa mdemu naweza. Mdema naweza. Chali wezi. Mdema na unapata mdema anafanya kazi analipwa maybe 25 na kuna iPhone 15. Mambo ya wasichana wacha. Hiyo hata imeenda sana. Volunteer. Uko na iPhone 15 volunteer kwa kampuni. Intern. Money comes involuntarily. So like, you see, kuna vitu mdema anafanya uwezi fanya. Uwezi compete na dem in this life. You're not supposed to. You're actually not supposed to. Mdem anaweza break even as early as possible before you at all break even. But Maxi, let me disagree with you. Wajua kwanza there's a time nilikuwa naambia mademu mwingine, a friend of mine, kwamba women are so disadvantaged. But they're truly disadvantaged. Disadvantaged. Yeah.
worst case That's dem new. kama wewe si mrembo ungeanza na hiyo Okay, makosa ni ukwe chopi you understand once let's say umetoka we had a colleague kind of alikuwa amekuwa kwa hiyo setup for not really audio urembo ni relative umesema ni familia ni debatable kind of a person mtu mwingine atamuona hivi mwingine amuone hivi so alikuwa amevolunteer hapo for quite some time na other people wanachukuliwa yeye akutua hapo unajua mpaka you're like kwani like what is happening so unakuta dem mwingine atakuja internship dem au amechangamka amekuja sha network asha amechangamka ama ni mwili yake imechangamka unajua kuna kuchangamka mwili changamfu kuna mwili changamfu So, unaona, amebeba women unfortunately wamekuwa reduced kwa workplace either they trade sexual favors for or move the chain ya corporate ama kule dignity ukule dignity na ubaki at that place for a very long time mi Eric kula dignity as a girl kula dignity that will really help you unaweza kaa position as a moja. woman kula dignity Yeah, and then sasa worst case scenario ni wewe si mrembo unamaanisha hata mdosi haizi kukutaka kula dignity unaona venye mtu kama wewe anaweza struggle kula dignity so women as much as you might think that wako favored but pia ni changamoto lakini beauty lies in the hands of the beholder if sasa unataka kuanza kujitetea juu unanga warembo niliona kitu fulani kuna mdema alipost picha kaskini tu alafu akakuta sura yake kaambiwa you have the wrong audience just switch location watu utauza wataka wazungu wanapenda that that ka face ka something you know so huyo kule tu dignity yake by the way hapo kwa hiyo part ya kula dignity unajua for men the more they exercise the more wanakuwa fit for women the more they exercise the more wanachoka and I'm not talking about exercising yeah true I get what you're saying it's true wanasema sijui shamba sijui shamba shape up no, oh god sijui there was another analogy which was used that sijui jembe ni ile inalimba sijui shamba kubwa or something hapo kwa analogies hey. we have this analogy Analytics. we have this analogy there is a GTI and there is a Ferrari yeah I'd want to drive this a Ferrari maybe over the weekend for just for fun but I'd love to have this GTI throughout the week which is like easy to sustain and it serves the purpose. Another interesting analogy ni kwamba Umeelewa hiyo analogy? yes. So ngoja so that means unapatanga mtu anaweza kuwa na dem mrembo na pia anaweza kuwa na mdem anakaa tu dem ile size yake tu ile type yake tu fulani Kwenye anataka nacheki so mdem mrembo atashangaa mtu amemcheza na mdem anakaa peke yake yeah. Yes. Sasa uliona nini hapo Exactly. ndugu yangu whatever ilikuwa hapo Hapo sasa ni Ferrari na GTI it applies there. my next analogy ni kwamba wanasema unaleta punda una domesticate the donkey but unaenda kuangalia zebras. Don't make the mistake of bringing the zebra endo muone tu huko Umwache kwa park. Asikuje kijani. hiyo ni personal but ina hit home but It looks nice, it's pretty. Exactly. But leave it at the zoo Sasa the It problem looks at with the most men they are trying to tame the zebra alafu hii punda anekaende I wine. mean kuna swali the zebras see they are also humans so who will bring The them zebras home? are pretty no maana unaenda Once in a unaziona while. unazitembeza unaziacha kwa park unaziacha huko. unarudi kwa punda yako. Don't make that mistake of Kuchukua hii zebra unataka uifuge hivi kwa keja itakupea shida. we fuga tu ipunda itakusustain. no cuffing zebras No, no bagging zebras no bagging zebras. So like So people should understand. ngoja example si unaonanga ukienda hivyo game park you go once in a while I wish game park kila siku Yeah. au unaishi game park
Ni kama ile Exactly. example Lakini- yako. lakini hiyo kuku mang'ombe mandama zinaishi Kenya na Maxi, ni ile example yako ya gari ya driving. Kere driving school, acha baki driving school. Chapanisha road test jioni rudi Kejani. Chana huko. Mwingine pia ipande. Usiwache kupark, usikuje kupark gari ya driving Future families. kwa estate. Unajua venye zinakuwa branded as is driving. A budget driving school imepakwa hapo hivyo. Yaani kwa akili yako budget ndiko kwa akili yako. Budget. Yani ziko very nitasema aje a conspicuous. Yeah, conspicuously. Very conspicuous. You can just see them, Umejua conspicuous. Nafahamu. Ashapigwa hapo freelancer huyo. So I think as we wind up, me like I would like to really highlight watu wa reflect their personal childhood traumas na wa make peace. Sorry to cut you short. When a therapist. Not entirely, but I usually like it when people are aware. Ebu imagine, and then as we are being aware to, if you have a partner, umesema una partner, sindio? Hey, this thing is not about me. Umesema, si umesema. I can't deny or confirm anything. Yeah. So if at all you're to get into a relationship, dating, whatever, In try Nairobi, to understand in wherever you Nairobi. are, wherever you are. In Nairobi. Try to understand childhood patterns za your partner so that you uelewe why they are behaving the way they Yeah, are mi partner wangu behaving. naenda kuchomoa ushago. It's not safe. We wacha bwana. By the reason why I ask you if you're a therapist ni as in una feel ni kama unaweza kuwa Mimi very naweza good kufanya ulie therapist. Let me give you your flowers. Wacha kuziplak mwenyewe. Kijana. By the unaweza thrive sana kwa nini ya therapy. Sawa. Thank you. I think you had a troubled childhood. That's why you're very good at Sema jahili. Ajahili. Ni maana Not but entirely. uko poa sana. My childhood was filled with pomp and colors. Mimi kasi juu scholar. Kama lingonezo colors unasema. Mi kuna vitu Again, siwezi- mi kuna vitu siwezi exchange. Juu skola kwa uji. Nguru kwa uji. Kuna time kwa Primo kwa baba Roiko na vitunguu na nyanya. Hiyo nimefanya hadi high school. So Unabeba hadi ukishasaviwa- Chiela high school. Ukishasaviwa ukishasaviwa gideni. Ona babi anashangana. Nilikuwa nasoma yani primary. After umesaviwa, chukua kitu hizo vitunguu na kata na nyanya alafu na Roiko na mboga alafu iko food. When how bad was the food? Na over. Create flavor. Au kuweka spices kwa nini? Sisi tulikuwa tukuli lunch kwa shule. Okay. Mko mnakula snacks. Tulikuwa tunaenda home lunch. Unaenda home lunch mnarudi. Narudi. Ew. Mkula mawele. Mkula gideri, amawele. No. Wapi? Primary ama high school? Amawele. Mawele ni nini? Hebu muulize. Unaona amawele ni brown hivi. Ni majani. Inakaa mchele lakini si mchele. Iko napikwa primary. Sisi was gava. Hatukupikiwa chakula wa shule primary. Gideri hivi. Nongesha watu wa makini. Uji sa break. Ulikuwa unapewa do. Abada. Break unapewa do, unabuy snacks. Lunch unaenda home. Yeah, so I think we are being forced to end the show. Okay. And High hata school? high school si ni boarding, any other Kenyan boarding school. Boarding gani. Mimi nilisoma Manindi High, sikuenda mbali. Nilikuwa high school. Wewe ulikuwa high school? Na nilikwambia ni nani? Ulikuwa high school. High school wewe gani? kwenda. Umesoma? Umesoma Ramba? Kanga school. Kanga. Uongo. Bro. Yes, sir. Kupraise tu sahi. Mbona unataka kulanda kwa wrong side yangu tena? Nifunge show. So guys, this has been us. I really love you. By the way, kama unataka kutumia hii space, fela taeka kitu hivi. Shh. Then now you can just Hiyo apply mbona for it. mnasemaga hiyo kitu kwa shortcut? Kwa nini msiseme tu kama unataka kutumia hii space, there is contact, kindly consider Sasa wewe contacting sema, us. Sasa wewe sema, inaonekana unajua sana. Hebu angalia, hebu mpe kamera. Wewe kamera sema. Inaonekana anajua sana. Sema. Sawa. Our studios are based in Nyali, Mombasa. If at all you are a content creator or you are aspiring to create material of any form, you can find the details in our bio chini ama description ama we are going to have a squeeze back which is going to show
the numbers and everything. So consider contacting us and we'll talk to you about you getting this space to do whatever content you desire. Aya. VAR. Desire. If you desire. You can aspire. You will aspire. So guys, that's been us. _just Orlando. Nakaa uko na trauma, usiogope kujitokeza. Yeah, seek therapy, seek help. Chatterbox Digital Production, subscribe. And Instagram, na TikTok, search Chatterbox, na TideClick, and we'll be glad to connect with you, Alpha. I'm also a therapist. Kuja ni kuadvise. Mwenye anapiga wasichana belly bump. What's up, Wave Riders? Welcome to the Third Click podcast. How you guys doing? Let me tell you one thing. Kwani husbands wanakuanga parents? Men, muna cheat kutushinda. Why do you fear men? We are the Click Gang. Oh, bring it on, darling.